Kuna aina mbili za maisha ambayo unaweza ukaamua aina mojawapo ya maisha uweze kuishi ukiwa duniani. Aina ya kwanza ya maisha tunaita people pleasing life, kwa maana ya maisha ya kuwapendeza watu, maisha ya kuwafurahisha watu, maisha ya kuishi kulingana na watu wanavyotaka wewe uishi, maisha ya kufikiri kama watu wanavyotaka ufikiri, maisha ya kujiona kama watu wanavyotaka kujiona. Kwa hiyo ile aina ya kwanza ya maisha ambayo unaweza ukaamua kuishi ukiwa hapa duniani, kwa maana ya people pleasing life. Sasa ukweli ni kwamba watu wengi waliofanikiwa ni watu ambao hawaishi haya maisha, na watu wengi ambao hawajafanikiwa ni watu ambao wanaishi haya maisha, maisha ya kuwapendezesha watu, kuishi kwa kuangalia kwamba hichi nikifanya watu wataonaje, watanichukuliaje. Aina kwanza ya maisha. Lakini kuna aina ya pili ya maisha ambayo tunaita maisha ya makusudi kwa lengo la kutimiza malengo yako, kwa maana intentional life, kwamba haufanyi tu vitu ili kuwazisha watu, haufanyi tu vitu ili kuwapendezesha watu, haufanyi tu kitu ili watu waone kwamba wewe uko katika hatua nzuri, bali unafanya vitu kwa lengo la kutimiza malengo yako. Maana yake ukiwa unaishi haya maisha, kuna wakati watu watakuona unapotea, kuna watu watakuona unapoteza njia, kuna watu watakuona umepoteza dira, lakini ili mradi wewe unajua hichi ninachokifanya kitanisaidia mimi kutimiza malengo yangu, unakifanya. Kuna biashara utaamua kufanya ambazo watu wengine wataona kabisa ni biashara ambazo hazina future, hazina dira, lakini wewe kama unaona hiyo biashara itakusaidia kutimiza malengo yako, fanya hiyo biashara. Kuna watu ukiambatana nao utaonekana kwamba umerudi nyuma. Wewe kama watu ukiambatana nao watakusaidia kupiga hatua, ambatana nao watu. Kuna vitu ukivifanya wengine wataona kama ni anasa. Kwa mfano, kuna simu ukinunua watu watasema hela yote unatumia kununua hiyo simu, lakini ukuta wewe kama hiyo simu ukinunua itakusaidia kutimiza malengo yako, nunua. Kuna matumizi ukifanya wengine wataona ni matumizi ya anasa. Kwa nini? Kwa sababu malengo yao hayaendani na malengo yako, lakini wewe kulingana na malengo yako fanya. Wewe usiishi maisha ya kuwalizisha watu wengine, ishi maisha yatakayosaidia wewe kutimiza malengo yako. Ukiishi kwa namna hiyo, watu wengine watakuona unapotea, lakini wewe mwenyewe utajiona kwamba unajipata na unaenda kwenye hatua nzuri, kuliko ukaishi maisha ya kuwalizisha watu, watu wakakuona uko katika hatua nzuri, alafu wewe mwenyewe ndani ya moyo wako ukajiona kabisa unapotea. Na mara nyingi moyo wako ni shahidi kabisa. Moyo wako huwa unajua pale ambapo unaishi kwa ajili ya kuwalizisha watu au pale ambapo unaishi intentional life, kwa maana maisha ya makusudi kabisa kwa lengo la kutimiza malengo yako. Hakikisha kwamba hauishi maisha ya kuwalizisha watu, kwa maana people pleasing mindset, lakini unaishi maisha ya kutimiza malengo yako. Hata kama hayo maisha wengine wanaona kama sio maisha ambayo unatakiwa kuishi, usiruhusu watu wakupangie maisha ya kuishi, bali wewe mwenyewe ujipangie aina ya maisha ambayo yatakusaidia kutimiza malengo yako. Badilisha fikra, badilisha maisha.